Ujambo mwanafunzi, na karibu kwenye uchambuzi wa Nguu za Jadi sura ya pili, ambapo unaanza ukurasa wa 14 hadi ukurasa wa 42. Ningependa kwamba tuweze kupitia kurasa hizi tukiangazia yaliyomo, na litakuwa ni swala ambalo ni nzuri zaidi. Kwa hivyo tuanze na ukurasa wa 14, ambapo tunaweza kujuzwa kwamba katika ukurasa wa 14 tunapewa usuri wa maisha ya Mangwasha. Tunaambiwa kwamba maisha ya Mangwasha alikuwa ni msichana mwenye bidii, aliyependa masomo, lakini hakufaulu kupata nafasi ya chuo kikuu, hivyo akaenda kusomea uhasibu Dengoni. Vilevile tunaambiwa kwamba baadaye alipata kazi mjini Taria katika afisi ya Chifu Mshabaha, ambapo alijulikana kwa uadilifu, bidii na huduma bora kwa watu, na vilevile anaendelezwa kuwa msichana mwenye umbo na sura ya kuvutia, asiye na majivuno na mwenye tabia njema. Katika ukurasa huu wa 14 basi tunaweza kuona kwamba kuna maudhui ya bidii pale ambapo Mangwasha anaonyeshwa kama msichana mwenye juhudi kubwa katika masomo na kazi yake, kwamba alikuwa wa kwanza. Tunaambiwa kwamba aliwatumikia watu kwa moyo mkunjufu. Hakuna aliyefika afisini mwake akatoka na manunguniko. Huduma zake zilisifika kote mjini Taria. Utiifu na umahiri wake vilimwezesha kupandishwa cheo hadi kufikia gredi ya juu kabisa. Pale mwanzo tunaambiwa kwamba alikuwa ni wa kwanza kufika pale ofisini, na akawa kwamba ndiye wa mwisho kuondoka katika ofisi kutokana na juhudi zake na bidii zake. Tunaambiwa kwamba, tunaonyeshwa kwamba katika ukurasa ule wa 14 kwamba alikuwa ni msichana mwenye uadilifu na uwajibikaji mkubwa kazini, kwamba kazi yake iliweza kuwavutia watu wengi, kwamba wengi hawakupata kunung'unika kutokana na uaminifu wake, uadilifu wake. Alikuwa ni mwenye kujituma na aliyewahudumia watu kwa moyo safi na moyo mkunjufu. Vilevile tunaambiwa kwamba alikuwa ni mtiifu, alionyesha hali ya utiifu. Kwa hivyo kuna maudhui ya utiifu, na kwamba tunaambiwa kwamba utiifu na umahiri wake vilimwezesha kupandishwa cheo hadi kufikia gredi ya juu kabisa ya uhaziri. Na vilevile tunaona kwamba kuna maudhui ya heshima. Anamshawishi baba yake kwa heshima ili aweze kuendelea na masomo yake, ikichukuliwa kwamba katika enzi zile ambazo anaendeleza masomo yake, kisomo cha mtoto msichana akijatiliwa maanani sana katika jamii ile. Vilevile tunaona kwamba Mangwasha pale kuna maudhui mengine ambayo ni maudhui ya uwajibikaji. Tunaona kwamba Mangwasha amewajibikia kazi yake, anafika kazini mapema na anakuwa ndiye wa mwisho kuondoka. Mbinu za lugha ambazo zinatokeza katika ukurasa wa 14 pale tunaweza kuona kwamba kuna mbinu ya tashbihi, kwamba alijulikana kama mwenye bidii, matumizi ya kama kuonyesha ulinganisho. Tunaona kwamba kuna mbinu ya uhaishaji. Tunaambiwa kwamba mwanya mwebamba kinywani uliitikia kicheko, kwamba kicheko kile kinapewa sifa. Mwanya ule unapewa sifa. Mwanya mwembamba kinywani uliitikia kicheko, unapewa sifa ya kuitikia kicheko. Kuna taswira oni pale ambapo tunaweza kuona kwamba maelezo ya sura yake kama uso duara, macho ya chawa, midomo ya mviringo yanajenga picha kamili akilini mwa msomaji. Vilevile kuna takriri ya matumizi ya maneno kama alikuwa msichana, alikuwa mtu wa aina gani, mara kwa mara kusisitiza sifa zake. Tunaona kwamba kuna mbinu ya chuku, ambapo mwandishi anataja sifa nyingi za Mangwasha mfululizo zilipopigwa chuku ili kumjenga vyema mhusika wake. Na mwisho ni kwamba tuna tanakuzi pale ambapo tunaona kwamba alikuwa wa kwanza kufika afisini na akawa wa mwisho kuondoka afisini. Kwa hivyo kuna kule wa kwanza na wa mwisho, na kwa kwamba ni kinyume cha maneno hayo. Katika ukurasa wa 15 tunaweza kutangulizwa kwa kijana Mrima, na tunaambiwa kwamba Mrima alikuwa ni kijana mchapakazi, msafi na mwenye nidhamu, anayependwa na aliyependwa sana kazini kwa sababu ya bidii, ucheshi na ukarimu wake kwa watu. Tunaambiwa kwamba anakutana na Mangwasha, msichana mrembo na nadhifu, na kuanza kumpenda, wakikutana mara kwa mara katika mkahawa unaoitwa Mpenda Bure. Na mkahawa huo ulimilikiwa na tajiri mmoja pale aliyeitwa Sagiru, ambaye ana uhusiano wa karibu na Mtemi Lesuria, na ambaye ni kiongozi mwenye mamlaka katika nchi ya Matuo. Sifa za Mrima tunaona kwamba ni mchapakazi,
Katika ukurasa huo alikuwa na bidii sana katika kazi yake ya ukarani. Alikuwa ni mcheshi, kwamba alikuwa na ucheshi uliowafanya wafanyikazi wenzake kumpenda. Alikuwa ni msafi na nadhifu sawa na Mangwasha. Alivaa nguo safi na kubadilisha suti mara kwa mara. Alikuwa ni mwenye nidhamu, aliwahi kufika kazini na alikuwa wa mwisho kuondoka. Alikuwa wa kwanza kufika kazini na wa mwisho kuondoka kazini. Alikuwa ni mkarimu na mnyenyekevu. Aliwahudumia watu kwa heshima na unyenyekevu, ndivyo tunavyojuzwa katika ukurasa wa 15. Alikuwa ni mwenye mapenzi, kwamba anaonyesha hisia za kumpenda Mangwasha. Maudhui ambayo yanayotokeza katika ukurasa wa 15 ni pamoja na mapenzi. Mrima anampenda Mangwasha na wanakutana naye mara kwa mara katika mkahawa ule wa Mpenda Bure, na baada ya hivyo wakaweza kuhamia katika vibanda vingine. Vilevile kuna maudhui ya bidii katika kazi. Mrima anaonyeshwa kama mfanyakazi mwenye juhudi anayejituma na kuwajibikia kazi yake. Kuna maudhui ya usafi na unadhifu, ambapo muonekano wa Mrima na Mangwasha unaonyesha umuhimu wa kujipamba na kuwa nadhifu kazini. Kuna maudhui ya mahusiano kazini. Uhusiano mzuri kati ya Mrima ama mrahaka mwema wa Mrima na wafanyikazi wenzake unaonekana kupitia upendo na heshima waliompa, ya kwamba inasemekana kwamba alipokosekana pale kazini, alikuwa ni mcheshi ambaye akikosekana kazini mwake watu walilalama, Na mwisho tunaweza kuona kwamba kuna maudhui ya uongozi na mamlaka, kwamba kuna maudhui ya uongozi kupitia wahusika kama Mtemile Suria na uhusiano wake na Sagiru ambaye alikuwa tayari amemteua kuwa kiongozi wa halmashauri ya biashara pale mjini Taria. Mbinu za lugha ambazo zinatokea katika ukurasa wa 15 ni pamoja na tashbihi, kwa mfano umbo lililovutia sawa na tabia yake. Kuna sitiari, matumizi ya maneno yenye maana fiche kuonyesha sifa, kama kuvutia kwa Mangwasha kunaashiria uzuri wake wa ndani. Sema kwamba Mangwasha alivutia, kwa hivyo kule kuvutia kunaonyesha hali ya uzuri ama wa ndani na nje. Takriri, kwamba kuna kurudiwa kwa maneno kama vile alikuwa, kusisitiza sifa za Mrima katika ukurasa huo. Kuna taswira za kila aina ambazo mwandishi amezitumia ili kuweza kusisitiza muonekano wa tabia ya wahusika kama vile Mrima, na kuna majazi. Kuna majina yametumika pale katika ukurasa wa 15 kama vile Mpenda Bure ambayo inaashiria ulafi. Mpenda Bure, mtu ambaye anapenda vya bure ama vya bwerere, na tunajua kwamba mkahawa huo ulikuwa unamilikiwa na Sagiru ambaye tutakuja kumchambua hapo baadaye. Na mwisho ni kwamba tunaweza kuona mbinu ya usimulizi. Hadithi hii inasimuliwa kwa mtindo wa kuelezea matukio moja kwa moja. Basi tunaweza kuingia katika ukurasa wa 16 tukisonga mbele.